Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam, alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wasallam. Naam, tunaendelea sehemu ya 5, mwanamke baada ya kujifungua. Mwanamke baada ya kujifungua homoni zake hushuka sasa ghafla, zinashuka ghafla, sawa. Hali anazopitia mwanamke huyu kipindi sasa zile homoni zimeshuka, huzuni, kuchanganyikiwa, kulia bila sababu, hiyo ni hali yake mwanamke. Na hata ukitaka ulijua hili mwanamke, yani kulia kwake bila sababu, utakuta hata kwenye TV tu mwanamke anaangalia TV tu wanapigana Wahindi, wanapigana masanamu, yeye analia. Haya season tu watu wanalia mpaka kama sio machanganyikiwa, maigizo tu, mtu mwanamke analia. Kwa hiyo mwanamke kulia ndo nature yake, ndo afya yake, alielie tu ndo afya yake. Jambo si jambo, yeye kalia. Mume kasafiri kamwacha, kalia. Mume sio kachelewa kurudi, kalia. Kulia ndio, yani ndio afya yake mwanamke. Kulia bila sababu, kujiona hana thamani kwa muda huo ambapo anapokuwa amejifungua, kujiona hana thamani kabisa, anaonekana hana thamani. Kwa muda huo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anakuwa anamjalia, anajiona mimi tayari nimeshajifungua, tayari mimi sina thamani, sipendwi, mimi sasa napenda mtu mwingine. Uchovu wa kila design anakutana nao, uchovu, anakuwa iko hovyo, mapenzi yake yote anahamishia kwa mtoto, anakuwa tena mume muda huo hana thamani. Kwa hiyo na wewe mume, baada ukae naye karibu, utengeneze muamala mzuri na yeye, lakini wewe unatengeneza muamala mbaya na mke wako, unamkimbia, unamwambia ananuka maziwa, anaonekana hana thamani kabisa. Kwa hivyo itakillah, tuishi maisha ya Kiislamu, tuishi maisha aliyotufundisha mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam ametufundisha maisha mazuri, ametufundisha upendo, ametufundisha huruma, ametoa kwa Allah subhanahu wa ta'ala, amemwamrisha Allah subhanahu wa ta'ala, na yeye akatuletea sisi. Kwa hivyo unatakiwa wewe ujue muda huu anakuwa anajinyanyapaa yeye mwenyewe anajiona mwenyewe, yani anajiona hana thamani kifupi. Kwa hivyo na wewe sasa tengeneza mazingira kumpongeza mke wako, ametoka sehemu nzito, sehemu ya kifo, ametoka kujifungua, kuwa naye karibu, tengeneza naye muamala, usimbague. Usiku pia msaidie kulea mtoto, mwangalie mtoto, saidianeni kwa wema, tengenezeni wema, maisha wema. Tungekuwa watu wote tunaishi maisha ya wema, basi hayupo ambaye angeweza ndoa yake kuvunjika. Lakini sisi tumetengeneza maisha ambayo hayana wema ndani yake, hayana huruma ndani yake. Sisi ni watu wa mabifu, watu wa majambo ya ajabu. Leo hii mwanaume naye ananuna, wakati sifa ya kununa ni ya mwanamke. Kwa hiyo sisi wanawake ndo wana sifa za kununa. Kwa hivyo inshallah Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atujalie. Mimi nafsi yangu naikumbusha, sambamba na nafsi yako, swala zima la kumcha Allah. Washikeni wanawake, mtakapowashika wanawake wafundisheni dini, mkishawafundisha dini watawalelea watoto wenu kwa wema, basi huo wema utawatengenezea mazingira mazuri, hata kulelea mtoto wako kwa wema, naye mwenye atakuwa ni mwema na wewe utakuwa ni mwema. Allah tujalie kila la kheri. Tutaendelea sasa na mwanaume naye anapitia nini kipindi hichi, tutaendelea inshallah, kwa sababu kila mwanadamu ana chake cha kupitia, kila mwanadamu ana yake alokadiriwa nayo. Kwa hivyo inshallah, wabillahi tawfiq, juma lijalo inshallah tutaendelea na mada zetu mbalimbali kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, lakini bila kusahau mada ikhlas itaendelea inshallah. Wabillahi tawfiq.